Tumesema Mungu wa Bwana tutayapokea kwa furaha ndani ya miili yetu, na tumeshukuru kwa maana wewe ni mwaminifu na mtukufu. Barikiwe milele katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi. Amwaona tuwe sana. Amen. So wako wapi? Tuanze na bishop na wachungaji wapewe chakula na wazazi kamziki kidogo, tuimbe kamziki kidogo hapo, kadogo ndio wafanye nini baba wa mahami. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Leo
risasi ndani ya maji makuu. Uinuliwe Yesu, Yesu wewe ni mwema, uinuliwe Yesu, wewe ni mwema, uabudiwe Yesu, wewe ni mwema, uabudiwe Yesu, wewe ni mwema. Alafu geuke. Anawe moyo wangu. Sifu Bwana siku zote. Haleluya. Imba kwa shangwe. Tafadhalini au wengine tuanzeni wale ambao hawana chakula tafadhalini tuanze sasa, maana naona laini inaendelea vizuri. Watu waende wajipange, lakini tusikuwe na jam kubwa, waende kadhaa mpaka watu wote wapewe chakula. Naona kuna wale wanatafuna, wale ambao hawajaanza kutafuna wakuje. Ukai moyo ya kule ya. Tafadhalini wale ambao hawajapewa chakula.
amependelewa na Yesu. Kwa hivyo ujisikie uko nyumbani. Karibu, karibu, karibu sana. Leo ni siku ya kufurahia matendo ya Mungu. Si siku ya story. Ni ya kumuinua Mungu. Kwa hivyo story zikomee wapi? Hapo. Karibu sana. Asante. Pigia chairman makofi. Amen. Amen. Sasa huyo ndio chairman digital. Amen. Huyo ndio chairman digital. So tunashukuru Mungu sana. Asante sana chairman. Mungu akubariki sana. Tuko na watu kadhaa ambao wataongea na muongee. Chairman amesema example mzuri. So kwa hivyo tutaendelea hivyo, si ndio? So ana hii simu yangu inanitanganya kidogo. Maana imeguzwa mahali. Hawa wanyama wanaitwa smartphones ni wabaya. Okay, sawa. Asante. Majina yangu naitwa Isaia Ngarudhi. Mimi ni neighbor ya Mama Joy. Hiyo shamba iko nyuma hapo ni kwangu. Hiyo shamba kutoka hapo kwenda juu huko na kuteremka mpaka mtoni ni kwangu. Na Mama Joy tangu ingie tumekuwa marafiki sana. Hata hii nyumba mimi ndio nipatia mawe ya andiko. Wakati alikuja nilikuwa nafanya kazi huko upande wa Mutwate. Kuna kijana yetu mmoja alikuja akaniambia kuna mama amekuja mgeni na anajenga na mawe yake ya andiko yamekosa kutosha. Tukaongea na Mama Joy na nikampatia hayo mawe, nikamwambia we ndogo lea sukari moto wito we maiga maya. Mama Joy alinunulia sukari na mimi nikampatia nini? Mawe. Kwa hivyo Mama Joy karibu sana, kwa sababu sasa juzi alikuja kwangu nyumbani akanikuta kwangu pale akaniambia leo atakuwa na ibada hapa ya kufungua nyumba, na nikamwambia hiyo mimi nashukuru Mungu sana, kwa sababu hii shamba wakati ikatakatwa hizo mashamba kidogo, mimi nilikuwa na wasiwasi. Unajua kunaweza kuja hapa kutengenezwa kishaki ya chang'aa, na sisi ni watu ambao tunamwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo ingetutatiza sana. Wakati ni Mama Joy alikuja nikasikia ni mchungaji na ni pasta, nilishukuru Mungu sana, nikasema sifa na shukrani zimufikie Mungu. Kwa sababu nyinyi wenyewe mnajua kukijengwa kijiji kama hiyo hapa vile inaweza kututatiza. Sasa Mama Joy karibu sana na Mungu akubariki, akulinde na karibu sana, na sisi tuko tayari kukaa na wewe na mambo yote ambayo utataka tutasaidiana na wewe. Amen. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Tupigie mzee makofi. Praise God. God is good and all the time. Kwa majina nimesikia naitwa Winifred Babu. Mimi ni mfanyikazi pamoja tunafanya na Grace. Huko kwetu tunamuita Grace. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi. Ni siku njema Mungu ambaye ametenda na tunashukuru sana. Mimi ni mfanyikazi na pia ni jirani. Kwangu ni hapa tu Roire. Sasa ndio maana nimesema wacha hata mimi nikuja niwakaribishe na pia nimkaribishe. Sasa tutakuwa pamoja na yeye na nitamchunga. Nashukuru Mungu na Mungu awabariki. Tuko na wengine tutajijulisha baadaye. Asante. Pigie Winnie makofi. Asante sana Winnie. Mungu akubariki. Praise God. Sifu Yesu Kristo. Kwa majina Mama Vini, vile umesikia Vincent ama Pendeta kanini? Pendeta. Mama Joan, vile amesema. Haya ni mimi tumeishi na Grace na familia yake pale Kigule. Nashukuru siku ya leo kwa kuwa mara hapa. I'm very happy Grace. Kwa sababu Mungu amemuinua kutoka from one step to another. Hiyo ndio furaha kwangu.
So kwangu vile ningemwambia Grace, Mungu baraka zake ziwe pamoja nami. May the blessings of the Lord shower upon your life, upon your family. And kila kitu ambacho utafanya, Mungu awe pamoja na wewe. Mimi furaha kwangu alikuwa ndanda kwangu, alikuwa mama kama kwangu, msaidizi wa karibu. And I pray God, tumeishi naye for 8 years. Wow. Kwangu alikuja na watoto wakiwa wadogo, sasa ni wakubwa. So sio ni furaha. So ni mzuri aki hata naiba hapa mmepata naiba wazuri, si ndio? So it is nasema ni shukrani, nashukuru Mungu kwa haya yote. Thank you. Asante mama Pili, Mungu akubariki. Amen. Nikayugo kwa nembo lanyo na. Amale twajita wana Mubi na Grace data tawe. Na makiria uguo ni nyenda Kristo wa Ngai kuhonokia. Nitoro no anyonire mahinda maria ndirerietwo, mahinda maria ndorete njiganire thiini wa thi ino. No aranjia ni kuri na muoyo na ni kuri na gikuo. No ni ndirachaura njira imwe oya guthie matu-ini na nigetha muthenya uria kaguoneria ya theru ona nie ngekirwo thumbe ya gutoria. Ni undu ucio ndina thayu na gikeno gia Kristo Jesu. Ni kuona mawiko make ona uhotani wake. Na nikio tukite muthenya umuthi ni tukire wira ati Ngai ni arathimanaga ni tondu arerire Ibrahimu ningakurathima akambe mbere mtakubariki ningakurathima hamwe na ruciaro rwaku kila uzao wako. Ni undu ucio nikio twiha muthenya wa umuthi tuko hapa siku ya leo ni twekere muhuri ili tuweke muhuri ati Grace ni murathime kwamba Grace amebarikiwa. Ni mwene keke mukinyetia unajua nini memfikisha hapo? Ni hinya wa mahoya, ni nguvu ya maombi. Mwini aungire Mwibaye akasema ona muona akinyete haha hata ukiona nimefika hapa nimefika tinya wako si nguvu zangu, tinya wako si nguvu ya uwezo wangu, no ni hinya wa mahoya, nguvu za maombi. Ni ndio cio ngakena kwa hivyo amefurahi ni tondu mahinda maria twatua Ngai witũ tukamuhoya na hinya na wĩtĩkio, maana tunapomfanya Mungu wetu na kumuomba kwa nguvu, milango yetu yahingĩtwo, milango hizo tunamefungwa, Ngai okaga akĩmĩhingũra, Mungu anayefungua ni tondu ni mũhingũri wa maana ni milango, anafungua milango. auga hena mũrango mũhingũre mbere yaku, anasema kuna mlango mbele yako umefunguliwa na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kuuhinga, unaweza kufunga. Ni ũndũ ũcio ndenda kwĩra Grace, kwa hivyo anaambia Grace gĩkĩ no kĩanjĩrĩria, hii ni mwanzo, ni tondu Ngai nĩoka na njĩra nene, anakuja na njia kubwa, nĩoka gũkwambararia, anakuja kuinua, ni tondu nĩ mũrathimani, ũgĩthiĩ na mbere endelea na gũturia iru na kupiga magoti, ndũkauge atĩ nĩwakinya mũico, usiseme umefika mwisho. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria, ũthiĩ na mbere na kũmwĩta, yaugĩra gũkwarambĩria mĩhaka, ndakwĩhoera Ngai wakwa, anaomba Mungu wako, Ngai wa Ibrahimu, wa Isaka na Jakubu, agwĩkĩrĩre rũirigo, akuweke ulinzi o ta ũrĩa arekeire Jerusalemu, atĩ gũtirĩ mũndũ gakũhutia, hakuna hata mmoja atakugusa, nĩ tondũ Ngai ũrĩa nĩ Ngai, maana Mungu ambaye tunaishi ni Mungu wako. Ngai wamwe nĩ amũrathime, Mungu atende mema. thomaga na Jesus Grace, anasoma na kanisa la Jesus Grace kuma itũra rĩa Karatina, katika ile kanisa kule mchi wa Karatina. ndacoka kũu ndĩmere atĩ akirudi wamwambiaje? asanteni mno thank you tata, asante kwa maneno mazuri. Mungu akutende mema, karibu sana. Bwana asifiwe. Majina ni Mama Joki, nimeokoka. Ni asante sababu wakati huu nikenete ni tondu wa Grace kwĩrutanĩria ona ningĩ kũhendeka na kũnyiha mũno harĩ Jehova, tondũ tiga nĩ Jehova Ngai ũmũkinyĩtie hau rĩ, toko nĩ moko make no menyo na hinya wake ndangĩakinyire hau, no nĩ tondũ wa kũmwĩtĩkia kũnyiha ona gwathĩkĩra Jehova kũmenya uge wake nĩ ũrathimanaga rĩ, nĩkĩo akinyĩte hau, na nĩkĩo ndĩramũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũmenya Ngai ũyũ nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai ũrathimanaga. Niĩ nyumĩte Kinago, thomaga na kanitha wa Pefa ata overseer Jenga. Asante sana. Tupigie ati makofi, asante sana. Wacha wakati na kufugio. Ngejia ndo aku walu ine muno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Nije tabo Mangiri tu. Anaitwa Margaret. Najikaraga Mangiri. Anakaa kule Mangiri. Grace anakaraga Grace anaita shangazi. Yes. Grace yetu karika na kaka. Wamekaa sana na Grace sana. Nyoka kwa Mangiri. Anamtembelea kule Mangiri. Nilipokuwa nakaa pale kwa mama Fina, nashukuru Mungu sana sana. Mama Joy kuwa mahali pake. Mungu ni mwema. Ningefurahia mambo hiyo yote, ningemwambia Mama Joy nimefurahia sana
ya kwamba sasa ako kwake. Tuendelee kumshukuru Mungu na tukae pamoja vile tulikuwa tunafaa tukiombania na mambo yote itakuwa sawa. Amen. Asante sana auntie. Sana. Amen. Siku ya leo nyodo nitona magegania ma Ngai, maana nimeona maajabu ya Mungu. Ngai ekete magegania, Mungu ametenda maajabu na niekaga na utenda na nieka kule aliendete na anatendea wale ambao wamependa na anafanyia na niekaga hata wale waombaji onale mahoyaga ale mamwetigire ambao wanamuogopa, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. maana kumwogopa Mungu ndio mwanzo wa hekima. Na no heanaga ugi, Yeye anapeana hekima. ukimwetigire na yako heaga ugi, Ukimwogopa na hekima gũtuĩka na gũkwĩrwo hakujalishi kunasema nini, akiuga nĩ akũrathima nĩ akũrathima, lakini Mungu akisema amebariki, maana ni Mungu. Ndambaragia Ngai ndamũgoci Na sifu ndio namuinua, itũũra-inĩ rĩrĩ maana aliingia hapa Meru akĩgĩa favor ya Ngai, akawa na kibali cha Mungu, akĩingĩra thĩinĩ wa kanitha wa Uturuki, akaingia kanisa la Uturuki na akĩgĩa favor ya akapendwa na akawa na kibali. kaikĩte mwega ikare maru-inĩ, Anamwambia kama magoti, nĩkuo kwega, maana magoti ndipo pazuri vizuri, marĩa twarerirwo nĩ mũkũrũ ũrĩa ũrona maana Joshua alipowalea ndio ũhoro wa Ngai, alionyesha mambo ya Mungu na ndio wamefika hapo, wamefika. Yeye ndiye kizao wa kwanza kwake, na kuna wengine wako na hawaka lakini hawakuweza kuja, maana Grace ni mtoto kadogo. Hii mbegu inaendelea, mji wetu unaendelea vizuri, maana Mungu ni Mungu mkubwa. Sifu Bwana sana. Asante magigalia mbele meto Misri. Maajabu ya Mungu haya. Maajabu. Mane magania. Mane magania. Ni magania. Ni magania. Wewe Yesu. Nakusifu Bwana. Nakusifu Bwana. Nakusifu. Kiwacha kile. Amen. 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 Asante sana. Amen. Amen. Wewe mzuri ithe wa Girethi na tukwenda akialishi gosi na no tuli matride to nyingi orega nyure ino ari tore Yesu Kristo amen ni ndo ake ndo likino kedaga yani ogo ona cia kiothe no damu hapo ni kwa ni Francis kaadi mubatilie na uitone ko wita ukijukana na yes ano kunyiro no ni kuri kero kedaga ni hapo Dona muritu la kwa dore dona dike kara le te turi dona le na kwa bitake na mwana ne kwenda ni. Thank you very much. Yeah. Wale kia ewe iko na mwago kijana yenya gaje kwa vile mwa beki usana ewe gane to ndo aginya kimoni mutimia wakwa kana ko no maigwa kiari no ko no maigwa kiari Asante sana mzee Francis Kahe, Mungu akutende mema. Amen. Iposa mtu aishi katika nyumba yake kumenya atiriri ni kujua kwamba kumenya uhoro wa Ngai alianza kuwajua mambo ya Mungu akiwa msichana mdogo, na rĩngaihanire na wakati ule alikuwa mkubwa. Mungu ameishi kumlinda, tondu ukiheanwo hinya akapewa nguvu ya Mungu yule aliye juu, kile aranĩire ile kipawa alipea na tukirwa bara nene ya gũtena Ngai agĩtũtoranĩria. Mungu akamshindania katika vita na mabũrũri katika nchi yote, maũndũ ma Ngai ameona mambo makubwa ya Mungu ni ũndũ wajũrire na Roho Mtakatifu, kũrĩa ngatu, maana alimuonyesha pahali pale ataishi milele na gũtirĩ kĩndũ ona hana tashwishi moyoni, hakuna kitu kitambadilisha, tondũ rĩaheire nĩanyonirie bũrũri wa rĩa alimuonyesha nchi ya watu hai na maũndũ ma kũgagania
Na ameona mambo ya maajabu. Matagekeka ni modu. Ambao hazitendeka na mwanadamu. Matagekania. Ya maajabu. Garana wako. Ora ndio kachoe. Na mimi namuita shosho. Dagotanie. Naitwa kama yeye. Anaitwa Grace Nyagothi. Koro kana gweka atia kigo kia Ngai. Katika neno la Bwana. Undu ucio tu wa mundu wa guku thi. Maana hiyo si jambo la mwanadamu. Maana ni ya Mungu aliye hai. Thĩinĩ witũ ambaye anaishi ndani yetu. Ingĩnogera rũgendo-inĩ na tuwezi choka safarini. Twereirwo ndugu citũ ona arĩa mataĩtĩkĩtie. Hata wale hawajaamini. Aramweka maũndũ. Yesu amuokoe, amtende mambo mema. Na mũgitagĩre amlinde. Ũngĩũka ũndũ wa gũtũma mwaga. Usikuje kitu ya kufanya mtoke katika wema wa Mungu. Ndũkae gũkanoga. Usikae choka. Hata usichoke. Na Roho Mũtheru arĩ kuo. Roho Mtakatifu ako wa kukuongoza. Wale walio hai thĩinĩ waku. Wacha itirike ndani yako. Nĩ ũndũ wa gũkũ thĩ. Wĩrorere Ngai waku. Angalia Mungu wako. Mpaka wakati atakaporudi. Wĩ bũrũri mwega ma. Kuna nchi nyingine njema zaidi kuliko hii tunaishi. Ngai arotũgĩra ruoneneha. Yesu Kristo ainuliwe. Rathimo mwĩko maũndũ mega. Mbarikiwe kufanya mambo mema. Ndarĩ kuo tene mũno tondũ ona twambĩrĩirie kuo nĩtũhetwo rĩa Forester. Mume wake alikuwa Forester na rĩu Ngai agĩka na ameishi hapa Meru kwa muda. Maũndũ manene. Ameonyesha mambo makubwa. Kuo matukũ maingĩ. Mambo siku nyingi. Koguo Ngai nĩ Ngai. Mungu ni Mungu. Mwathani na Mungu ni Mungu. Mwokozi. Amina. Amen shushu. Asante. Mungu akubariki sana. Na ikareni. Amen. Tupigie shushu makofi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So kwa hivyo tunashukuru Mungu sana maana yeye ni mwema, si ndio? So mimi naimba wimbo hii ni ya dedication. When the world looks upon me as a struggle, Lord, they say I have nothing, but they are sorrow. In my heart, I'm rejoicing, all the while they don't sing. Thank you, Lord, for your blessings. While the world looks upon me and I struggle alone, they say I have nothing, but they are sorrow. In my heart, I'm rejoicing, all the while they don't sing. Thank you, Lord, for your blessings on. There's a roof up above me, I'm a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet.
katika hali ya kufungua nyumba. Weka makofi kwa Yesu. Makofi mazuri, makofi mazuri. Amen. Amen. Yeah, praise the Lord. Kabla uketi, naomba ugeukie aliyo karibu na wewe. You shake the hand of that person. Umwambie wewe ni mtu wa maana sana sana sana. Aya. Muangalie kwa uso, mwambie wewe ni mtu wa maana sana, ni vile hujui. Ni vile hujui. Mwambie wewe ni wa maana sana, ni vile hujui. Hallelujah. Can you be able to celebrate your neighbor by giving God a mighty hand? Hallelujah. Thank you so much. I feel before I speak briefly because wale wametoa maushuhuda hapa wamehubiri. Sasa hata nilikuwa nauliza nipewe nafasi nifungue nyumba tayari. Hallelujah. Wamehubiri tayari. Si ni kweli? Lakini tuna watumishi wa Mungu mahali hapa. Na itakuwa baya sana if I fail to tell them, to give them just a minute to say hi. Ni kitu cha maana sana. Imagine they have come to crown. Wamekuja kurebesha kufunguliwa kwa hii nyumba. All men of God that are here, please. Starting with the Bishop Jack. Just come here. And all the pastors. I pray that you come here. In the name of Jesus. Amen. Thank you. Each a minute. Kila moja dakika moja. Amen. Tuanze na huko tumalizie hapa. Tuanzie huko. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba mketi please. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina naitwa Godfrey Kaibonga, Gospel Empowerment Mission Church, Kerwerwa. Wow. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Niokoka kiburi ya leo. Naitwa Mrs. Pastor Ichungia. Thank you so much. I'm very happy for you, Sister Grace. Welcome to Kandungu Village. Amen. Apigiwe makofi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Fred Gichunge, mimi ni mchungaji wa Gospel Empowerment hapa Ruire. Kwa hivyo nakaribisha Grace katika mji wa Ruire. Na hapa Kristo anatawala. Amen. Neema itoshe. Niona kazi ikiwa chini, nimeiona ikiwa imekaa hivyo. Na kila mmoja wacha Mungu aturembeshe namna hii vile mmekuja kusherehekea. Yeah, celebrate Jesus. Asante sana Askofu. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Peter Madenge na nimeokoka. Nimetoka kule sehemu za Tigania na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kunileta hapa. Nimekuja Askofu pamoja na baba yangu hapa kusherehekea Grace na ile kazi Bwana amefanya. Na Grace bado Bwana atampeleka mbali, maana yeye amekuwa mtu wa watu. Yeah. Na ninafikiri wakati tumefika hapa na baba hawa wakiwa wanatuongoza, tutanena baraka na huu ni mwanzo, na Bwana atakubariki sana. Hongera kwa ajili ya kazi, wacha tufurahie pamoja na Bwana atawabariki sana. Shalom and the Lord bless you. Thank you. Sana Bishop Jack. Jackie ni baba wangu, amenisaidia sana, ninampenda tu, nimefurahi kumuona. Anashangaa niko aje hapa, nitamweleza baadaye. Karibu sana baba. Tupigie Yesu makofi. Hallelujah. Kinara yetu. Na usalimu hamjambo. Hatujambo sana. Bwana asifiwe. Amina. Mimi nina furaha sana. Nina furaha sana kwa sababu ya kazi nzuri ambayo dada yangu Grace Mungu amewezesha kufanya, na tumekuja hapa Grace kufurahi pamoja na wewe. Amen. But also to celebrate you. Very few ladies are doing what you're doing. Nimekuwa na nafasi ya kufanya kazi na Grace siku nyingi, hasa tukiwa na mikutano hapa town, and I love your selfless heart.
huo moyo wako ambao haujali misingi ama mipaka imenifurahisha. Kwa hivyo Mungu akubariki wewe na jamii yako, na huu ni mwanzo tu. This is just a beginning of what the Lord will do in your life. To me is a sign that the Lord is taking you places. Kuna vitu kubwa ambavyo Mungu atafanya kwa maisha yako, watoto wako, maana kazi ya mikono yako imebarikiwa. Wewe utakuwa yule ambaye maandiko yanazungumzia katika Isaiah 65 na ubeti wa 21, ambayo inasema mtajenga nyumba kwa mikono yenu na nitawaruhusu kuishi kwa hizo nyumba, na mtakaa kama mizabibu ambayo inazaa matunda yake wakati ambapo inatakikana. Na I want you to know that there are so many things ahead of you. Remain humble and remain on your knees just as you've been advised. And the Lord is just showing you how faithful He can be. And try Him, and He will do greater than you have seen or greater than you have witnessed. Thank you so much. We celebrate you and we've come to joy together with you. Asante sana. Pigie Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Najua nilikuwa nikiongoza hapa. Mimi naitwa Kasisi Charles Geshoke na hudumu kanisa la Gospel Outreach upande wa Maralal, Samburu County, na nimefurahi kuwa hapa na nashukuru Mungu. Bishop Wero is a senior bishop in our ministry, na nashukuru Mungu. Amenijua nikiwa kijana kadogo na nikuta nimelala na gitaa nikicheza. So nashukuru Mungu sana. Mungu awabariki sana. Asanteni. Pastor John Kero ya nami na huduma na Gospel Outreach chini ya Bishop Wero, na dada yetu tunapokea kongole kwa kazi njema ambayo umefanya. Amen. Hallelujah. Amen. I'm so glad. I'm so happy Nina furaha to see what the Lord is doing. kuna yale ambao Mungu anafanya, what the Lord has done. Vile ambavyo Mungu amefanya is amazing. Hii ni ya maajabu. I say this is amazing. Nasema ya kwamba hii ni ya maajabu. Is a miracle. Ni muujiza. I just want to start by saying, nataka kuanza kwa kusema last year, mwaka jana, in the beginning, mwanzo wa mwaka jana, the Lord spoke to us. Mungu alinena nasi and He gave us a word for the year. Na akatupa neno la mwaka. And after God giving us a word for the year, na baada ya Mungu kutupa neno la mwaka, that is in the book of Isaiah, na hili neno ni katika kitabu cha Isaia 8 and verses 18, 8 mstari wa 18, where the Bible says, as for me, mahali ambapo maandiko yanasema ya kwamba kwangu mimi, and the children that the Lord has given me, na watoto wale ambao Mungu amenipatia, we are for signs and wonders. Sisi ni wa ishara na miujiza. That was the word God gave us in the beginning of the year last year. Hilo ndilo neno ambao Mungu alitupea mwanzo wa mwaka jana. And I stood before the church. Na nikasimama mbele ya kanisa. I told the church. Na nikaambia kanisa, let us walk according to this word. Nasi tutembee kadiri ya neno la Mungu. Because God is watching over His word to perform. Kwa maana Mungu anatazamia neno lake kulitimiza. Today I want to connect that one with a number of scriptures. Leo nataka kuunganisha hilo neno na maandiko mengine. I may not even open the Bible because I just want to echo what people have said in this place. Naweza kosa kufungua Biblia, lakini nataka kunena kile ambao watu wanataka kusitiza kile ambao watu wamenena siku ya leo. But I want to say to each and every one of us, nataka kunena kila mmoja wetu siku ya leo, that the word of God is well settled in heaven. Ya kwamba neno la Mungu limetulia pale juu mbinguni. The word of God is true. Neno la Mungu ni ukweli. The word of God is right. Neno la Mungu liko na uhai. The word of God has everything that our heart desire. Neno la Mungu liko na kile chochote ambao tunatamania. All the wealth
wealth and the riches Utajiri wote na mali yote is in the word iko of ndani ya neno la God. Mungu. And I wish people would get this. Na natumai kila mtu angepata hili. So when God spoke to us and told us the year 2023 was the year for signs and the wonders for us. Wakati Mungu alitunenea akatuambia kwamba mwaka 2023 utakuwa mwaka wa ishara na miujiza. I stood and I said, if any one of us have any place to build, nilisimama na kasema ya kwamba kama kuna mtu ambaye ako na mahali pa kujenga, go and start doing something. Enda na uanze kujenga. Enda na uanze kufanya kitu. And I thank God for this lady. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya binti yangu. She took the word of a prophet seriously. Alichukua neno la nabii kwa umakini. And she came here. Na akakuja mahali hapa. And she told me, Bishop, come. Na akaniambia, Bishop, kuja. I don't have money, but I know. Sina pesa lakini najua God will give me money. Mungu atanipa pesa. I told her, God will give you money. Mimi nikamwambia Mungu atampa pesa. And we came to this place. Kuja mahali hapa. And we poured oil in this place. Tukamimina mafuta mahali hapa. And then we left. Na tena tukaenda. And behold, natazama sasa what the Lord has done. Kile ambacho Mungu amefanya. Behold, tazama. The Bible says we are for signs and wonders. Biblia inasema ya kwamba sisi ni ishara. I assure you these are indication. Na kuhakikishia kwamba hili ishara. There are mighty things that lies ahead of us. Kuna mambo makuu ambayo yako mbele yetu. We are for signs and wonders. Sisi ni ishara na miujiza. The Bible in the book of Hebrew 11. Waebrania 11 Biblia inasema. And the verses 2. Mstari wa pili. The Bible says by faith. Biblia inasema ya kwamba kwa imani. The elders obtains good report. Wazee walipata habari njema. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu wazee wameingia wapewa mafahari pa kuketi kule. Karibuni. Amen. They had gone to represent us somewhere else. Walienda tuwakilisha mahali kwingine. Yeah. Amen. And they are through with that. We thank God for Pastor Maura, Pastor Kinoti. Pastor Maura, Pastor Kinoti, karibuni. And Brother Shitungu. Na Elder Shitungu. Amen. Amen. I say hallelujah. Sema hallelujah. Listen to this, men and the women of God. Sikiza haya waume na wake wa Mungu. The Bible says by faith the elders obtained good report. Inasema ya kwamba kwa imani wazee walipata habari njema. I tell you, men and the women of God. Nawaambia kwamba waume na wake wa Mungu. The faithfulness of the Lord is from everlasting to the everlasting. Uaminifu wa Mungu ni wa milele na milele. Today we stand in this place. Siku ya leo tumesimama mahali hapa. To declare of the faithfulness of the Lord. Tangaza wema wa Mungu. We stand in this place. Tumesimama mahali hapa. To declare that with God all things are possible. Tangaza ya kwamba ukiwa na Mungu yote yanawezekana. We stand in this place. Tumesimama mahali hapa. Tell somebody who is hearing this. Yule ambaye anayesikia sauti it can also happen with you. Inawezekana hata kwako. Just take a step of faith. Chukua hatua ya imani. And Jehovah God will watch over his word to perform. Na Mungu ataangalia neno lake kulitimiza. In the year 2024. Mwaka 2024. The beginning of the year. Mwanzo wa mwaka huu. The Lord also spoke to us. Mungu akatunenea tena. Through the scripture. Kupitia neno lake. In the book of Genesis. Katika Mwanzo. And it's 26 from verses 12 there. 26 mstari wa 12. And he said to us. Na akatuambia. That the year 2024. Kwamba mwaka 2022 is the year of divine abundance, or the year of abundance harvest. Ni mwaka wetu wa utele wa mavuno. We are going to see great results. Tutaenda kuona matokeo mema. God bless his word. Naona Mungu akibariki neno lake. We are going to see God honor his word in our lives. Mungu akiheshimu neno lake. I want to tell somebody who is hearing this. Nataka kuambia kila mmoja anayesikiza. These are the results. Haya ndiyo matokeo. The word of God. Ya neno la Mungu. Because he watched over his word to perform. Kwa maana Mungu anatazamia neno lake kutimiza. Sometimes wakati mwingine faith look to be like crazy. Imani inaonekana kama kizaa. Because when somebody say I am building. Kwa sababu wakati mtu anasema najenga. And I don't have money. Na sina pesa. You wonder what kind of language is this? Unashangaa ni lugha gani? But I want to say this is the language of faith. Lakini nataka kusema hii ni lugha ya imani. And when your
imani. And I surprise you. Nikushangaze. He honor the language of faith more than the language of politics. Anaheshimu neno la imani kuliko neno la siasa. Hallelujah. Amen. He honor faith. Anaheshimu imani. He honor faith in the hearts of men. Anaheshimu imani ndani ya So nyoyo ya wanadamu. as I stand in this place, Naposimama mahali hapa, I want to say that with God, nataka kusema kwamba kwa Mungu all things are possible. Mambo yote yanawezekana. Nothing is impossible with God. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani na And to Mungu. them that believe. Kwa wale ambao wanaomwamini. When I see what the Lord has done in this place, wakati ninapoona yale ambao Mungu amefanya mahali hapa, I have great courage. Niko na ujasiri mkuu. To tell men and the women who are listening to me. Kuambia waume na wake wale ambao wananisikiza. Can you start doing something from now? Unaweza anzia kufanya kitu kutoka siku ya leo. And the Lord will make it prosper. Mungu atafanya itimilike. Can you put your hand on something today? Weka mikono yako juu ya kitu siku ya leo. Even in that land. Hata katika shamba lako. Just go and start doing something. Enda anza kufanya kitu. Maybe you don't have enough money. Unaweza kuwa una pesa for a lorry of mawe. Kwa sababu ya lori ya mawe moja. My friend. Rafiki yangu. Look for a wheelbarrow. Tafuta wheelbarrow. Angalia mwenzako mwambie pengine hata huna pesa za kununua lori ya mawe. Pengine unaweza kuwa una pesa ya kununua lori ya mawe. Angalia mwambie pengine hata huna pesa za kununua lori ya mchanga. Pengine una pesa ya kununua lori ya mchanga. Angalia vizuri mwambie pengine huna pesa za kununua lori ya kagoto. Labda una pesa ya kununua lori ya kagoto. Mwambie enda kwa neighbor uombe wheelbarrow. Enda kwa neighbor, ambia rafiki yako aenda kwa neighbor, omba wheelbarrow. Hallelujah. Amen. Ununue kagoto ya wheelbarrow. Uende umwage mahali pale. Amen. Umwambie Bwana nimeanza. Hallelujah. Amen. Umwambie Bwana umefanya nini? Nimeanza. Nimeanza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ikijindikana. Nashukuru Mungu kwa sababu our neighbor ametuambia ako na hizo handicrafts. Nashukuru Mungu kwa sababu neighbor wetu ndiye anasema ya kwamba ako na handicraft. Enda kwa huyu mzee muombe wheelbarrow moja ya handicraft. Uende umwage kwako mwambie Bwana angalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana angalia nimeanza. Bwana angalia nimeanza. Bwana angalia nimeanza. Hallelujah. Amen. Usingojee mpaka ujaze lori ya mawe. That is not faith. Hiyo sio imani. Faith is doing extraordinary. Imani ni kufanya yale ambayo yawezekana. Because we serve an extraordinary God. Ni Mungu mkuu. Who is able to do extraordinary things. Anaweza kufanya yale ambayo yawezekana. That believe. Mbele ya macho ya wale ambao wanaomwamini. Angalia mwenzako mwambie mwenzangu. Mwenzangu. Nisikize vizuri. Nisikize siku ya leo. Uanze mahali. Ni lazima uanze mahali. Hallelujah. Amen. Kuongea haijatosha. Kuongea itoshi. No. Hapana. Do something. Fanya kitu. And the Lord na Bwana will bless you. Atakubariki. As I come to the conclusion. Napomalizia. The Lord is speaking to Joshua. Bwana ananena na Joshua. And he is telling Joshua. Mwambia Joshua. Seeing my servant Moses is dead. Ukiona mtumishi wangu Musa amekufa. In chapter 1 of the book of Joshua. Mwanzo wa Joshua chapter 1. Anamwambia now. Anamwambia sasa. Take these people. Chukua watu. And cross this Jordan. Na uwavukishe Jordani. Go and give them the inheritance. Ende wapea urithi wao. And you know what? Unajua nini? In verse 5 he is telling him. Mstari wa 5 anamwambia. As I was with Moses. Vile ambavyo nilikuwa na Musa. So shall I be with you. Hata wewe nitakuwa pamoja na wewe. I come to announce to somebody today. Kutangazia mtu siku ya leo. The same God. Ya kwamba Mungu ambaye yesterday. Jana. Today. Leo. And forevermore. Na milele na milele. As with Moses. Bila alivyokuwa na Musa. So shall he be with you. Hivyo ndivyo atakavyokuwa na wewe. Akamwambia Musa. Akamwambia Joshua. Hala popote. Popote pale. Utakanyanga na nyao za miguu yako. Mahali popote utakapokanyanga. Miliki. Nitakupea miliki. Nitakupatia. Amen. Nawe nakwambia nini wewe umekuja kufungua hii nyumba. Mwaka ujao. Amen. Natangaza mwaka nini? Ujao. Mwaka ujao. Tunataka kufungua nyumba yako.
Haleluya. Haleluya. Wengine wanajiuliza tufungue nyumba yangu namna gani? Na hata uwanja sina. Na hata pesa sina. That is your problem. Hiyo ni shida yako. That does not bother God. Hiyo impishi Mungu. What bother God is when you take the first step. Kile kinatija Mungu ni wakati umechukua hatua. Hallelujah. Amen. That is the thing that moves the heart of God. Hiyo ndio kitu ambayo inatingiza moyo wa Mungu. That is the thing that causes heaven to move. Hiyo ndio inafanya mbingu. In the time you take an initiative. Wakati unachukua hatua. Nayo mbingu inasema huyo. Nayo mbingu inachukua hatua. Si wa kuchezewa. Hallelujah. Amen. Huyo ni lazima nitimize. Hallelujah. Amen. The desire in the heart of that person. Tamanio iliyoko ndani ya moyo wake. Usijali whether you have an account or not. Usijali kama uko na benki ama hakuna. I always tell people, naambianga watu economy ya Kenya. Economy ya Kenya inaweza kuwa mbaya. Inaweza kuwa mbaya sana. Lakini ya mbinguni. Lakini economy ya haijawahi kuwa mbaya. Haijawahi kauka. Haijawahi kauka. Haijawahi kuwa mbaya. Haijawahi. Hallelujah. Amen. Hii ni economy ya mbinguni. Amen. Sema hii ni economy ya mbinguni. Economy ya mbinguni. Hallelujah. Amen. When there is a shaky government, hata wakati ambako serikali na yumba, that does not stop heaven from supplying. Hiyo iwezi kasimamisha mbingu kuachilia. Even when the sharing goes down, hata wakati pesa yetu ya Kenya inaenda chini, the value of our sharing go down, value ya pesa yetu imeenda chini, the currency of heaven, value ya pesa ya mbinguni haiendi chini. Amen. The currency of heaven, pesa ya mbinguni will never go down, haiendi chini. I come to announce to somebody today, nakuja kutangazia mtu siku ya leo, as we celebrate this victory, tunaposherehekea huu ushindi. Angalia mwenzako mwambie, as we celebrate this victory, tunaposherehekea huu ushindi, before the year's end, kabla ya mwisho wa mwaka, tafuta wheelbarrow. Tafuta wheelbarrow. I said tafuta nini? Wheelbarrow. Tafuta wheelbarrow. Amen. But make sure, hakikisha pale umemwaga kitu, pale kwako umemwaga mawe, iwe ni mawe, mchanga, iwe ni mchanga, iwe ni handicap. Hallelujah. Amen. Wengine wanasema niko na imani, niko na imani, niko na imani. Yakobo akasema imani ambayo haina matendo ni kama mwili bila pumzi. Angalia mwenzako, muulize, imani yako yakaa kama mwili bila pumzi au imani yako iko na matendo? Imani yako iko na pumzi ama imani yako iko na matendo? Amen. Hello. Kwa maana mwili bila pumzi, si tuko na mami, umekuwa pale hospitali, mwili ukipoteza pumzi inaenda wapi? Inakuwa nini? Inakuwa maiti. Kwa hivyo kuna imani inakaa maiti. When your faith is not doing anything, wakati imani yako ifanyi kitu, ni kama maiti. You know why I'm so proud? Because she heard the word from a man of God. Kwa nini nasikia kujivuna? Ni kwa sababu alisikia neno la Mungu. Nilipokuja hapa hakukuwa na chochote hapa, kulikuwa mawe. The first day I came here ni wakati uwanja wa kwanza ulipatikana, nikaja nikaubariki. Ya pili, angalia mwenzako mwambie ya pili. Ya pili, aliposikia sauti akaja na watu akaniambia, Bishop, kabla wachimbe mtaro wote kuja. Nikaja nikamwaga mafuta, nikaambia mafuta endeleeni sasa na kazi. Amen. Hallelujah. Hata kwingine nikasema hiyo kakitu kamekuwa kadogo, katakata hapa, kwa maana hata mimi ni fundi na mimi ni engineer na mimi ni mchoraji. Nikasema peleka hivi, peleka hivi, peleka hivi. She is a witness. Nikaacha kazi kiendelea. Yeye ni mshuhuda, nikaacha kazi kiendelea. Na sasa nimekuja kufungua hii lango. Leo nakuja kufungua hii lango. I
am a proud father. Mimi ni baba ambaye anaye ujasiri. I'm proud. I'm proud. Yani anasema anasikia kujivuna. Because I see somebody who took the word and ran with the word. Kwa sababu anaona yule ambaye alichukua neno lake na akakimbia hilo neno. Nataka saa hii nione ni nani atakimbia na hilo neno today. Amen. Are you ready to run with the word? Before I open this door, kabla sijafungua mlango, I declare destinies are going to be open today. As I cut that ribbon, there are destinies that are going to open today. Any obstacle in your life, in your family, is going to be broken today. In the name of Jesus, I am going to do it prophetically. Do I have believers in this way? I declare destinies are going to be set free. Whatever has been holding your destiny, whatever have been holding your money, whatever thing that have been holding your wealth, mimi ni mtu wa imani. Faith come by hearing. Imani huja kwa kusikia. I'm telling every man and every woman in the house. Kila mmoja hapa mahali hapa siku ya leo. In you there is a measure of faith. Ndani yako kuna kipimo ya imani. Only take the first step. Kila kinahitajika ni kuchukua hatua moja. And God is going to confirm His word. Unaenda timiza neno lake. Your life will never be the same. I see the Lord left men and women. I see life lifted. I see life promoted. I see the Lord catapult somebody into a higher level. I come to declare to somebody today, whatever thy hand shall touch, I declare the blessings of the Lord. I declare prosperity. I declare the favor of God upon us. Hallelujah. Amen. You know, sometimes faith look too big like grace. Wakati mwingine imani inaonekana kama ni kizaa. But I tell you, man, lakini nawaambia waume, it is working. Inafanya kazi. I say it is working. Inafanya kazi. I say it is working. Hallelujah. Hallelujah. You know the Bible says without faith, it is impossible to please God. I want men and the women that are going to please God this year by taking a step of faith. This is a good example. Hallelujah. Amen. Mami, you're going to tell us how did you come? Just come here. Just for a minute. Amen. Pengine yana naongea mnasikia kama ni kuota na ota. Angalia mwenzako mwambie yule mzee haoti mchana. Haoti. Anaongea ukweli. Anaongea yale ambayo I come to declare to somebody here. Kutangazia mtu hapa. There is great things awaiting you. Great blessings. God is the lifters of men. Mungu ni mtu wa Mungu ambaye anainua wanadamu. He lifts you. Na kuinua He is the raisers of champions. Ambaye anainua. He raises you. Na kuinua. Anasema he raises you. Nasema kuinua. Ulianza vipi bali? Ambia hawa watu tu. Nilianza na kumwaga lori moja ya mawe ikakaa mwaka. Angalia mwenzako muulize ilikaa. Muulize ilikaa mwaka moja. Mwambie ile wewe umemwaga imekaa miaka ngapi? Mwambie sijamwaga lakini sasa nitamwaga. After this grace, angalia mwenzako mwambie after this grace. Mwambie baada ya hii neema yako haitakaa mwaka. Yako haitakaa mwaka. Amen. Amen. Okay, after that nikipanga kujenga kwa hii plot, mwenye alikuwa ameniuzia hii plot wakati aliona nimemwaga mawe, anakuja akaniambia, mama, nimeona wewe ni mtu wa bidii
Nimeona umemwaga mawe, usijenge kwanza. Hata hiyo plot iko next, chukua na ndio hii. Kwa hivyo si Mungu alichelewa. Ni Mungu wa expansion. Akamwambia kabla you settle, can you expand? Amen. Can you turn to your neighbor and tell your neighbor? Ukia jirani mwambie jirani, enlargement. Hata kupanuka is in the word of God. Iko ndani ya neno la Mungu. Hallelujah. Are you ready to expand? Uko tayari kupanuka? After one lolly ikatrigger somebody. Baada ya lolly moja ikaguza mtu. Hello? Hey, that this woman need to be expand before kwamba yule mama anahitaji kupanuka kabla aanze kujenga. And I declare expansion before you tangaza before you settle. Kabla ya tulia. Hallelujah. Amen. And then wakati nilichukua hii plot akaniambia wakati utakapomaliza ulilipe pole mpaka wakati utakapomaliza kulipa. Lakini Mungu akanitendea muujiza. The same way haikumaliza 3 months kama sijamaliza kumlipa hii plot. Wow. Angalia mwenzako pesa zikatoka wapi? Mwambie akaunti ya Mungu haijawahi kosa. Haikosi. Hallelujah. Amen. After that, wakati ule nilimaliza tukaandikana contract last year mwezi wa 6 nikaita bishop nikamwambia ile shamba nimemaliza kuja nikaita mtu wa kuchora, nikaita mwingine mtu alikuwa ananisaidia kujenga, hata namuona hapa anaitwa Kimani. Tukakuja tukachora na yeye, kuchora tukaita bishop akakuja akaombea, lakini hata bishop akifanya hiyo mambo yote sina pesa. Yes. Tukachipua mitaro. Wakati tulichipua mitaro tukaiacha. Yes. Wakati ule tuliacha mwezi wa 10 kama saa hii kukaanza mvua. Mvua ilikuwa kubwa sana. Nikaanza kuambia na watu misha mitaro yako itazikika. Nikakimbia hapa nikaambia itabukana. Itazikwa na mvua. So nikakimbia nikakuja pale hapa nikaambia Mungu hii mitaro nilijenga kwa imani, nilichibua kwa imani ipatie pesa. Ndio Mungu akanipatia pesa ya kuinua foundation kutoka chini nikakuja juu. Wakati tulifika kwa hardcore ikafika nusu nikaiachia hapo. Come on. Wakati nilipoendelea nikitafuta hardcore nilipoanza tuliongea na jirani yangu mzee mmeona hapa akaniambia ingia kwa shamba yangu okota hiyo hardcore yote. Nipatie tu kitu kidogo nikampatia 10,000 nikaenda nikaokota hiyo hardcore yote ilikuwa kwa shamba yake. Amen. Amen. Na mzee nimesikia akitoa kibuda ati ametoka na hapa ameenda mpaka sasa nikaona nitakuja hata mimi kumuona. Okay. Hallelujah. So after hiyo hardcore kimaliza wakati ndio nilimaliza kuokota hardcore kutoka kwa shamba yake, Mungu sasa akaanza kupeana pesa ya kumwaga mawe. So mjengo ukaendelea ukaisimamia tena leo mto. Angalia mwenzako mwambie even your neighbor might be holding your blessings. Hata jirani mwambie rafiki yako, hata jirani yako anaweza kuwa ameshika baraka zako. Kwa hivyo neighbor alikuwa ameshikilia alikuwa ameshikilia andiko. Could it be your neighbor is holding your handicap? Labda jirani yako ameshikilia andiko yako. Na ni lazima aachilie siku ya leo. Na ni lazima aachilie. Hallelujah. So wakati nilipokuwa ninamwagia mawe, yule mtu nilikuwa nimepatia kazi ya kumwaga mawe, namwambia niletee pieces 600. Naona amekuja na pieces 800. Kama unaweza kunaendaje? Ananiambia mimi nimeenda kwa nikamwambia niwekee pieces 600, wakaniwekea hii 800, waacha tu nilete. Hakuna wakati nilipa mawe nikaletewa ile nilikuwa nimelipa, ilikuwa inakuja excess. Kama angalia mwenzako mwambie we serve a God of excess. Tunatumikia Mungu wa excess. Mungu wa nini? When you start walking and learning with his word, unapojua jinsi ya kutembea na neno la Mungu, you will be serving the Lord of excess. Utakuwa tumikia Mungu ambaye ako na utele. Amen. Amen. Alafu wakati tulipofika kuwezeka nyumba, Mungu wale alikuwa amenitendea muujiza wa mti. Yes. Mti ambao Kenoru Primary walikuwa wanahitaji kujenga ukuta wa kuzingira. So kulikuwa na mti mkubwa sana. Angalia mwenzako mwambie hata hiyo neighbor in primary iko kwa. It is you carrying your blessings. God can command them waweke perimeter wall because of you. Because you are not walking alone. He said to Joshua, I will be with you. Anakamwambia Joshua nitakuwa pamoja na wewe. As I was with Moses. Kama vile ndivyo nilikuwa na Musa. And he said to Grace, I will be with you. Akamwambia Grace, as I was with Moses. Kwa hivyo ni lazima primary school ingekuwa na a pressing demand
because of a child of God. Amen. That the God we serve. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Hallelujah. Yes, ni wapi kwingine naye kulipea attention today. So kukakuwa hiyo shule ikakuwa na challenge ya stima, wanataka kukata huo mti na wanazuiliwa na stima. Yes. So mimi nikaenda kwa stima juu mimi ni mtu wa stima. Wakaandika barua nikaipeleka. Ukiwa na shinda ya hiyo uwanja ya stima, mtu wa stima ako here. Can you give the Lord a hand for that? Yes. Ako here. Yes. So wakati walipoandika barua, shule wakati huo mti mkapa walikuwa wanauza huo mti shilingi 50,000. Yes. Nikamwambia mimi nataka huo mti. Yes. Wakatuambia uko na pesa ngapi? Mimi nasema tu ile nikasema niko na 30,000. Yes. Wakaniambia toka nje. Wakati nirudi nikaambiwa nikapatiwa account ya kuweka pesa. Come on. Waambie when God is in control, watakwambia utoke nje ili a case your matter. He handle your issues. Mungu anashughulikia. I declare the year 2024. Jehovah will handle the issues of somebody in this place in the name of Jesus. Mwambie mwenzako siyashughulikie. Mungu ashughulikie. Siyashughulikie. Amen. So wakati ule nilipasua huo mti ulitoka bao excess ambao umewezeka hii nyumba yote hizo tu bao zingine mnatumia na kule nyuma ulitoka bao nyingi sana, hata kuni zote nikapeleka kanisani, simetumika karibu mwaka. Nilikuwa nangojea atuachie hapo niwaambie hata kuni ilitoka na hizo kuni tumetumia karibu mwaka mzima. Hata leo sijui kama hakuwezi kosa some pieces there, because when God bless you, kwa sababu Mungu anapokubariki, He bless you to share with His church. Anakubariki hata kushiriki na kanisa. Wacha kujifanya kule chini atunakuja kutupatia supplies. No, there is no supplies. Share with God your blessings, because He is a blesser. Kwa maana ni Mungu ambaye anakubariki na umebarikiwa. Amen. Na hiyo kuni ukaileta wewe mwenyewe na hukulipwa dururu na ukapeana hizo kuni zimekaa pale karibu mwaka hukulipwa dururu. No wonder atalia neighbor, no wonder. Mwambie yeye no wonder. Hii kitu imekukimbia hivyo. Ndio maana hii kazi imekimbia hivyo. Amen. Unajua ulikuwa utuongelesha. Unajua nikutuongelesha na tuongelesha mimi nilimaliza. Alafu so wakati ile nilikuja kuwezeka nikaanza sasa kushindwa na mambo ya mabati. Yes. Nikakuwa na connection na mtu ambaye alikuwa anajuana na mtu wa mabati kutoka Nairobi ambaye anauza hii mabati kwa bei ya chini. Angalia mwenzako mwambie our God is a God of connection. He connect you with your blessings from today. In Jesus name. Nikatoa mabati kutoka Nairobi na pastor anaitwa Pastor Martin kutoka Nairobi Thika. Akaileta mpaka Thika Gospel Outreach, akaileta mpaka hapa. Si mpaka Thika Gospel Outreach. Kutoka Thika akaileta huko. Kutoka Thika akailetea hapa na hakuna gharama alinitisha kunitransportia hiyo mabati na aliniletea na bei ya chini. So nikaweza kuwezeka nyumba. Angalia mwenzako mwambie the same God can do it for you. Huyo Mungu anaweza kufanyia wewe. Na huyu Mungu tutamtumikia. Huyu Mungu tutampenda. Tutampenda. Umemaliza? Wakati ule nilimaliza kuwezeka, sasa nikaingia finishing. Kuingia finishing nikaanza na pale mbele nilisahau. Ndio nianze wakati ule nilipanga mabati, nikamzea kwa na hadi ya pale kaidha anaitwa Mzee Pasco. Nikampatia pesa ananiwekea simiti. Yes. Vitu kidogo. Akaniwekea mpaka ananiambia hii account nitoatoe ama niongeze. We angalia mwenzako mwambie when God starts supplying He will supply in excess. So tukaenda wakati nilipofika ndani nikaanza plaster, nikaanza challenges ilikuwa nyingi, lakini hakuna step Mungu hakunishikania. Challenges za mafundi, challenges za kila kitu, lakini kila saa nilikuta Mungu amesimama pamoja na mimi. Wakati ule nilifika pahali pa kulemewa finishing na mambo ya stima na mambo ya nini. Mambo ya stima, kuna mama naona pale akaniambia niko na duka ya stima, wewe unakujia kila kitu hapo. Come on. Nimechukua vitu karibu 50,000 nimezilipa
hata saa nimezilipa tu pole pole na hapo ananiuliza bila mama anaitwa. Tukimaliza hapo nipeleka kwake hata mimi. Mama Blessing. Wow. Nikachukua kila kitu hapo. Can you celebrate Mama Blessing? Stima ikaanza kuwekwa. Wakati ile ilikuwa na challenge ya food wa kuniwekea stima, kuna mtu mwingine anaitwa Wabo alikuja akaniambia Grace, mimi hii stima nakuwekea bure. Are you seeing God? Are you seeing God anywhere? Yes. He is behind every step. And I pray from today, every step you take in His life, may God, Mungu, be behind every step that you take in His life. Na niwe nataletewa kifungui. Tunaletewa kifunguo. Waendelea achana na waletu vifungui. So, mimi nimemuona na Mungu in short kila step katika hii nyumba. Yes. Mahali nilipofika kusumbuliwa na mafundi, yes. Kanipatia fundi mmoja ambaye alikuwa anatoka pale kunaitwa Dembele. Alikuwa anatoka mbali sana na kila siku alikuwa anafika hapa on time. Mpaka hii nyumba ikamalizika, finishing yote ikamalizika, kila kitu ambacho kilikuwa kinahitajika ndani, na huyo fundi akanijengea choo ya nje ambayo ilikuwa na challenge. Baadaye nikapatiwa fundi ambaye alinimalizia mambo ya chuma, sababu hata hiyo ilikuwa imepata challenge, kuna pahali nilikuwa nimekwama. Nikapata fundi akakuja akanimalizia hizi chuma zote, akaniambia mama, nitakumalizia hizi dirisha zote, nikumalizia wakati utakapopata pesa ukuje unione. Wow. Angalia mwenzako, mwambie as he has done to our sister, mwambie mwenzako pia bado ametendea dada yetu, so shall he do to me. Anifanyie mimi. No, muangalie kwa uso kama unajua kile unasema. Jirani macho. Mwambie as he has done to our sister. Mwambie vile ambavyo ametendea dada yetu, as he has done to our daughter. Hivyo amefanyia ndio, so shall he do it for us. Hivyo atufanyie sisi. Can you lift up your two hands before? Mikono yako miwili mbele ya Mungu. Hallelujah. Amen. Ngojea ni nani anarudia hizo? Ngojea. Hapo bado au inajitoa. Inaanza kujitoa yenyewe. Imeanza kusema. Imeanza kusikia mgurumo. That breakthrough is a must. Tell your neighbor breakthrough is a must. Mwambie mwenzako breakthrough is a must. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Nasema hallelujah. I say again hallelujah. Nasema tena hallelujah. The Bible says that God take delight. Maandiko yanasema kwamba Mungu hufurahia the prosperity of his own, ushindi wa watoto wake. As we celebrate here, heaven is celebrating. Tunapokuja kushangilia hapa, hata mbingu inafurahia. I say as we celebrate here, heaven is celebrating. Tunaposhangilia hapa, mbingu inashangilia. And I want to pray today. Nataka kuomba siku ya leo, before I cut that label, kabla sijakata hiyo kamba, for every man and every woman in this place, kwa kila mama, kwa kila mume who have a dream, ule ambaye ako na ndoto of living in his own house, kuishi katika nyumba yake mwenyewe, who is tired, ule ambaye amechoka. Na akiwa wewe ni landlord, usinione ubaya. Na kama wewe landlord usione ubaya. Nimeona landlord vile wameanza kuniangalia. Kwa maana sasa mimi naanza kuhamisha watu nikiwapeleka kwao kufanya kazi. But a good landlord is the one who celebrates the success of his tenant. Mwenye nyumba ni yule ambaye anasherehekea wakati wale ambao wamekodisha wanafanikiwa. You must celebrate them. Because if you have the heart of God, kwa sababu kama uko na roho ya Mungu, you must celebrate the success of others. Lazima ushangilie wewe, usifurahie wengine. Kesho mwezi huu ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 11. Mwezi wa 11. Bwana amekupatia ushuhuda. Mungu amekupatia ushuhuda. Hallelujah. Amen. In that chapter 18 of the book of Genesis, 18 Mwanzo 18, they just say to Abraham, next year in such a time like this. Malaika wa Mungu akamwambia Ibrahimu, mwaka kesho majira kama haya, Sarah will be having a boy. Mkeo atakuwa na mwana kijana. And now I want to echo the same word into your spirit. Na kusema maneno haya ndani ya moyo wako. Coming here. Iwe ije mwaka kesho. In such a time like this. Wakati kama huu. Somebody under this grace. Mtu ambaye ako chini ya hii neno, will be celebrating victory. Utakuwa ukisherehekea ushindi. Coming here. Iye
mwaka jana, mwaka kesho. Such a time like now. Wakati kama huu, majira kama haya. Somebody in this place. Mtu ambaye kwa mahali hapa will be having a testimony. Atakuwa na ushuhuda. I declare coming here. Nasema ya kwamba in such a time like now. Wakati kama huu, somebody mtu under this grace. Ambaye kwa chini ya neema. I say under this grace. Nasema chini ya neema. We will be celebrating the doing of the Lord. Atafurahia matendo ya Mungu. Coming here. Mwaka kesho. The year 2025. Mwaka 2025. Lift up your voice and say the year 2025. Inua sauti yako sana mwaka 2025. Here I come. Hapa naya. Here I come. Mimi naya. The Lord is together with me. Bwana yuko pamoja nami. The Lord is on my side. Bwana yupo pande yangu. Lord with me. Bwana yupo pamoja nami. I declare come to the heart of every man and every woman. Kwa moyo wa kila mama, kila mwanaume. There are those who are struggling, trusting you for a land. Kuna wale ambao wanateseka wakitafuta Mungu, wakitafuta shamba. I ask you, Daddy, na kuomba Baba, in the name of your dear Son Jesus Christ, katika jina la mwanao Yesu Kristo mpendwa, kawape mashamba yao Bwana. Give them money for owning their own land. Kawape fedha ya kumiliki shamba. There are others that are here, loving Father. Kuna wengine wako mahali hapa Baba, they have a land, wako na shamba, but they don't have money to build. Lakini hawana pesa ya kujenga. I pray in the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu Kristo, as they honor the word, wanapoheshimu neno la mtumishi wako nabii, whatever step they will take, kila hatua watakaoichukua, let heaven of heaven, wacha mbingu ya mbingu, honor that step, oh God, ikaheshimu hiyo hatua Bwana. And may you provide, Mungu kapeane, as you are saying that you are able to do exceedingly abundantly far above, kama vile ambavyo umesema kwamba uko tayari kufanya makuu zaidi ya yale ambayo yanayotamaniwa, our imagination, zaidi ya mawazo yetu, above our thinking, kuliko hata kufikiria kwetu, through the power, kupitia nguvu that is at work within us, inayofanya kazi ndani yetu. Through this power, Lord, kupitia nguvu Mungu, I declare tangaza confirmation of your word in their life, utimize neno lako juu ya maisha yao, vision in their life, peana ndani yao new strength in their life. Nguvu mpya. I pray, naomba you give them the skill, ukawapee maarifa. I pray, naomba you give them the favor, ukawape kibali, for the glory of the whole of your name, kwa utukufu wa neno lako. And now, Father, an hour has come. Na sasa Baba, lisaa limefika, for last dear loving Father to celebrate your doing, ili kwetu kusherehekea matendo yako, as we cut the ribbon, tunapokata hii kamba, and declare this house open official, na kutangaza hii nyumba imefunguliwa. As your servant has stand in this place, kama mtumishi wako anasema mahali hapa, according to Hebrews 7:7, kulingana na Ibrania 7:7, and I declare your blessings, natangaza baraka zako upon your servant, yule ya mtumishi wa our daughter Grace, binti yetu Grace, and her household, na nyumba yake. Let this mark the beginning, ikakuwe ndio mwanzo wa breakthrough, upenyo wake. Let this mark the beginning, ikawa mwanzo of great prosperity, kuendelea kukua. Let this mark the beginning, ikawa mwanzo of great success, wa ufanisi mwingi. How I pray, Baba, naomba that they will swim in their supply, ya kwamba wataogelea katika utele, they will swim in their providence, wataogelea Mungu katika upeanao kwao, they will swim in their greatness, wataogelea Mungu Baba katika ukuu wako, for you are God, kwa maana wewe ni Mungu, and beside you there is no other. Kando na wewe hakuna Mungu mwingine. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu, for confirming the word, kwa maana umetimiza neno lako with the signs and the wonders, kwa ishara na miujiza. In Jesus' name, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Do I have believers in this place? Can you celebrate Jesus? Amen. Naomba tukuje hapa na usiache bagi yako mahali huko. Naomba tuje pande hii. Wajua, when people are celebrating, there are others who come with other agendas. Wakati watu wanasherehekea, kuna wengine nao wana mipango mingine. Ukuja kwa agenda, ukuja kwa mipango mingine. Amen. Amen.
I'm a proud father. Mimi ni baba ambaye amejifunza siku ya leo. And I desire to open more houses. Natumainia kufungua nyumba nyingi. From now. Kutoka siku ya leo. Na wale waliingia bila kufungua. Na wale ambao waliingia bila kufungua. Where are you? Come here. As I break ninapovunja this seal, hii seal ambayo imewekwa mahali hapa, the same manner, hivyo there are forces that are going to break in your life. Kuna vizuizi ambavyo vinavyo kuvunjika katika maisha yako. Barriers is the day. Ni siku. I said this day. Nasema hii siku. I said this day. Nasema hii siku. I want you to take. Nataka ukachukue these words. Ili neno. That there are things that are going to break in your life. Ya kwamba kuna vitu ambavyo vitavunjika. Poverty is not your portion anymore. Umaskini sio miliki yako. I say poverty is not your portion anymore. Nasema umaskini sio miliki yako. Whatever thing that have been held in you. Chochote ambacho kimekuwa whatever thing that have been hindering your building. Chochote kimekuzuilia kujenga. From today is going to be broken. Kutoka siku ya leo kitavunjika. If you can hear me. Kama unaweza nisikia. Can you confess it? Kiri. Can you speak it? Nena. Can you declare it? Tangaza. Say as the man of God. Sema kama mwana wa Mungu. Break the seal. Anapovunja. Cut the ribbon. Anapokata hii ribbon. The same manner. Hivyo. Whatever thing has been a hindrance. Imekuwa kizuizi. Barriers in my life. Let it be broken. Na ivunjike. From this day. Kutoka siku ya leo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, in the name of your dear son Jesus. I declare prophetically. Natangaza kiunabii. That the same manner. Hivyo. You brought the children of Israel from the land of captivity. Vile ambavyo ulibeba wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa. By the word of the prophet. Kwa neno la unabii. And by the word of the prophet. Na neno la nabii. You sustained them. Ukawahifadhi. The same manner I declare. Hivyo natangaza. Prophetically. Kiunabii. As we break the seal. Tunapokata hii kamba. And we cut this ribbon. Tunapokata hii uzi. I declare many lives in this place. Natangazia maisha mengi. Even in generations to come. Hata kizazi kitapokuja. Barriers are breaking. Vizuizi vimevunjika. Barriers are breaking. Vizuizi vimevunjika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. And how I pray in the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu Kristo. That these blessings. Ya kwamba hizi baraka. Will come upon us. Takuja juu yetu. Upon our children. Juu ya watoto wetu. And upon our children's children. Na juu ya watoto wa watoto wetu. From this day. Kutoka siku ya leo. Father, I thank you. Baba nakushukuru. And I bless your name. Nakubariki na nabariki jina lako. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Naomba our dear sister to come closer na watoto waje hapa karibu. As I put this label on. Naomba fanya hivi mami, chika hapa. Na Joy uko pande gani? Joy kuja nyuma yangu pande nyingine. Usifiche mtu wa kamera. Nataka ushike hapa. Amen. Hallelujah. Are we together? Yes. In the name God, the Father, katika jina la Mungu Baba, the Son, Mungu Mwana, and the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. We break the seal. Tunavunja ili zuizi. And we cut this ribbon. Tunakata hii kamba. Declaring this house open officially. Magnify thy name. As we dedicate this house,
owners na mwenye nyumba and the dwellers of this place, na watakaoishi katika mahali hapa, unto you Lord, mikononi mwako Bwana. And we pray na tunaomba in the name of Jesus, katika jina la Yesu, the unity, uhusiano, favor, kibali, love, upendo to be manifested, ukaonekane in the dwelling, katika mahali hapa, upon the neighborhood, katika majirani wote, upon our sister, juu ya dada yetu, and the children, na watoto, upon her family, na nyumba yake, even as we declare today, hata tunapotangaza siku ya leo, this house, hii nyumba, under your great care, iko chini ya ulinzi wako, under your great care, chini ya ulinzi wako, in every part of it, katika kila sehemu, in every room, katika kila chumba, we declare the presence of the tangaza ukuu wa Mungu, your presence, uwepo wa Mungu, in every part of it, katika kila sehemu, in his land, katika shamba. Lord, receive the glory, pokea utukufu Mungu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. And the church shout and say amen. Amen. The house has been opened. Mataifa yatetemeka kwa matendo yako makubwa. Baba, sijaona namna hii. Mataifa yatetemeka kwa matendo yako makubwa. We Yesu, namna hii, sijaona namna hii. Naweza